Clouds TV, empowering lives. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Sijui kama Bwana ile inafanya ama ifanye. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru na tunakushukuru Baba kwa wema wako na utukufu wako. Asante kwa kutupatia muda mwingine tuje tukakuabudu. Sisi ni viumbe tu tulionyenyekea mbele zako, maana hatuna uwezo bila wewe, hatuna njia bila wewe. Kwako ndio tumepata kimbilio, kwako ndio tumepata manufaa ya maisha yetu, kwako ndio tumepata misingi iliyotufanikisha. Tushike mkono na unakuomba tukanitumie kama chombo, nikayanene tu unayoyataka nikayanene, nikakuwe msaada kwa watoto wako hawa, na nikakuwa njia ambayo itawafaidi kwa njia moja au nyingine. Usinikubalishe nikafanye mambo yangu, nikazungumze yaliyo yangu, ama nikawe katika mipango yangu, ila nikuwe kwenye mipango yako. In Jesus name we pray. Thank you very much. You may be seated. Vijana mwende mkae chini, watu wote sasa mtoke hapa. I need only one person wa keyboard. Wale watu wa Keno, the parents from Keno, walienda, the pastor from Keno, walishaenda with their son. Thank you very much.
May God bless you. Kila mtu aende padiri. Nyote. Huko. Baka watoto wacha watoto wakae kule nyuma vizuri. Ndio tuweze kuendelea kufanikisha mipango ambayo Mungu ametupatia tukafanikishe. Sasa umeokoka ukakasirika, unakasirikia nani? Sisi ndio tumekwambia uokoke. Si umeokoka kwa sababu kwa maisha yako unaturakarira niki smile. Una smile tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. I love the way God is doing this work. No, when God is with you, everything inaendeka too smoothly, well, you are happy, you are delighted because our God is always our God. Salimia huyo Mungu nayo mwambie, kaa na utulie, tusikie venye Mungu anataka. Na usitusubue, na umwambie usitusubue. Angasikiliza, nisikilize hapa. Mwambie tunajua unapenda kularara. Na umwambie tutakuchugusa. Ayua na itirana. Bona unararaga wakati wetu na hubiri. Speaker ni kubwa inapiga makelele na unarara. Could you be anaitirana? Muulize hivyo. Could you be? No, unaweza kuwa wewe ni mtu wa kukimbia usiku. Amekwambiaje? Muulize na ni kwa nini unakaa kama mtu anaitirana? Sura yako vikiangalia hivi unakaa kama hiyo. Ni stress. Stress inakuwa na watu hawajielewi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. Simungeni watu kidogo. I'm happy to be with you again. Na ninashukuru kwa sababu tumebakisha siku 3 tuweze kufanya nini? Na ningependa tuingie kwenye maombi kutoka sasa kwenda mbele for the 3 days. Because naona watu tumeandika mali. Hebu turudishie venye ilikuwa ile inaitwa nini? Poster. Give us the poster the way it was. It is storming. We are storming. We are not just walking. We are storming. What is the meaning of storming? Kustorm. Ni kulipua. Sasa najua umeongea kama Mkamba wewe. Kustorm ni kulipua. Ni malimbuko. Storm ni nini? Yani kufanya by force. To storm. Storming into portals. Portal year 2025. Because 2025 is supposed to be written storming into 2025 portals. I think grammar yake ni Muluya ameandika, could be. Ukichunguza sana utaona ni Muluya, ni Kisugu ya Muluya. Kwa sababu kama ni ya Mukamba ingekuwa into storming portals. Bwana asifiwe. We are storming. We are taking it by force. 2025 is the year ambao miaka mingi tumengojea. Do you know the year that we've been waiting? Ile tumekuwa tukiambiwa sijui Yesu anakuja, sijui nini inafanyika. This is the year we are getting into. And we are storming because already they have put a barrier. Already wameweka vizuizi. Already wamekwamisha kila kitu. Already wameweka maaskari wao. Already wameweka defense force yao. So whatever that you are going to do is to storm into it. It is to get there where we are supposed to be. Because we are the children of the kingdom. And therefore when you are the child of the kingdom, you don't just get anybody to block you from ascending to where you are supposed to be. We are ascending to power. Sema, I am ascending to power. I am ascending to my promises. God promised us and akatuambia, I will be with you and I will be walking with you. Therefore what we are doing is that we are storming into the promises of God. And this one is not being taken easily because you can hear wale watu wa one world order, they are doing anything possible. Na by the way tuombee Trump. Bwana Yesu asifiwe sana. It could be anaweza kukosa kukua sioni hii. Hallelujah. Tumuombee sana because this guy is sent by God and they know, and that is why they want to make sure he does not get the swearing in. Bwana Yesu asifiwe sana. They are prepared to bring him down. They are prepared to shoot him down.
Bwana Yesu asifiwe sana. They will do an attempt somehow at some before now and then they will try something to make sure haigi, because they want to make sure the American portal haikubalishi a man of God. He may not be good. Trump si mtu mzuri, lakini he is being used by God. Ni kama tu Waroige. Unajua Waroige si mtu mzuri. Kama ni mgeuliswa, Yesu angekuja karibu na mimi. Kuligana karo. Kono ni wako uri. Yesu wananage nyendete. Si ukiambia Yesu tafuta mtu mwingine mzuri. Ukimletea story ya mugike, umletea story baya, ndio si ndio? Lakini sasa Mungu anapendaka. Wewe mami usianze kudararara. Ni goto dimira. Ametupeleka huko. Ana imagine sasa ako Amerika. So Mungu hapendagi watu wazuri, anapendaga watu wabaya. Sijui ni kwa nini. Na hiyo sasa ndio unaonaga Mungu na shida nayo. Kwa sababu kama ni kuuliswa, ni nyinyi mungekuwa huko, si ndio? Ni nyinyi mungekuwa na microphone hapa. Lakini unaona si alinipenda tu. Beatrice, kanoro nate hau. Tochokia piro. Okay, thank you. So tuombee hikyo kimutu kinaweza pata kadeja kako hapo mbele, kunaweza pata kadeja kako hapo mbele, tukaombea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Then we go to pray Russia na Ukraine, na more sana si Russia na Ukraine, tuombee Iran na tuombee Syria. Mamluki, unasikia wale watu wanaitangwa mamluki. Mamluki wanataka kufanya kitu kubwa kidogo, na tuombee this country. Bwana Yesu asifiwe sana, because we are an ally. Sema ally. Ally of who? American. And the Americans are striking the other side. And ukaona huyu mtu anaitwa Ramaphosa, the South African, na hiyo group inaitwa BRIC. BRIC ni wale watu wana support Russia, na ni wale watu wako against Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Ruto alipatiana kiwanja kule Garissa. Inaitwa Airbase. Airbase what? Wale wanajua kusoma. It is ni kiwanja ya Kenya ya Air Force. Sasa hiyo kiwanja itachangia watu wengine watake kutuuliza, why are you supporting these people? Na sasa katika ile kuuliza, unajua venye wanaulisaga, sio wanaulisaga loudly. Ubaya wao watu hajui kuongea vizuri, wanaulisaga loudly. Wakiongea unafikiria akikusalimia, ushakutana na huyo mtu ukikuta wakisalimiana, anakuambia wewe mweka kwani mshiko hiana ate. Sasa watu kama wakitaka kuuliza Kenya, si unasikia hiyo sauti kama 10 wakianza kuulisiana, utakuwa kuna sauti kubwa inaweza kutokea. Na hiyo sauti inaweza kuwa itatisha mama kama huyu. Unajua huyu mama ni mama mzee sana. Tatu kama na Igoro. Ni mama mzee sana. Kigaruru kiorole na goko makuone. Tiga umau. Huyu mama anabii simuliona kama mama. Ukira. Simama hapa. Ama komanda hii. Simulio na mamagu. Huyu mama na mamagu walikuwa wamefungwa Kamete jela moja. Burokodi room 38. Kwa sababu walikuwa mau. Huyu ndiye alikuwa anapatiana kiapo. Mama yangu ndiye alikuwa na eka buduki. Mama yangu alishikwa na buduki 47. Na huyu alishikwa na marisasi na akashikwa akipatiana kiapo. Sasa nikiongea hivyo, sasa anaanza kusema koraki aliyedeto ishoe. Kwa tarame ya nedeto nywele muma. Sasa haka kasichana ni kazuri sana. Siona kanapendeza. Kalizaliwa 1919. Sina tukomera hau. 19 na ndivyo natuligia na ulizaliwa na 2019. Sasa huyu mama unamuona hapa, hii ni madhabahu. Bwana, na hii madhabahu inatakaga kila wakati mkikaa kidogo unatafuta kakiriga kuma na makuma tano kama unegera.
Mundu ni akuite agiwa rathimo ni ugu warathimo uyu ni wakuhingũrithirie mirango na ni wakuhingire mirango uyu urona haha. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu kama hawa usichezage na wao, ni watu, they are portals. This is a portal. I'm trying to bring this up to speed. You understand what is a portal, so that you can understand what I'm telling you. In the spiritual realm, Ukristo ndio tumekuwa na ujinga mwingi sana, but any other religions, they understand what is a portal. Portals are opened and all are closed. Juzi uliona Pope alifungua milango mitano. Those are portals that will guide Catholic in 2025. Walifungua mpaka mlango wa Lucifer. Did you see that? Walifungua mpaka mlango wa nani? The tomb of Lucifer. It was the 50th door, meaning they will operate under the spiritual realm of Lucifer. Are you getting me? And therefore, what they will do, they will spread that attracts him to us. Ile kitu ambayo inafanya tumvutiwe kwa shetani, it will be more rampant in 2025. Itakuwa na nguvu mingi, itakuwa na uwezo mingi, usherati utakuwa nao mwingi, lesbianism itakuwa nyingi, gay itakuwa nyingi, wanawake kurarwa na wao na ubo. Si umesikia hapa Westland, Kileleshwa, watoto wetu wanakula mafi. Have you heard that? Najua hiyo hamwezi kujua. Mary hajakuzungumzia? Ndio yako alilia. Sasa msugu anakuja anapii. Anakaa hapa na yeye unakaa hapa chini, anakaa hivi, anakupii kwa mdomo. It is a portal, it's a spiritual portal. Kukunia kwa mdomo ya mtu, it's a spiritual portal. Huyo mtu ukikula mafi yake unamfungulia milango ya utajiri. They can pay a chartered plane for you. Wende Dubai ukakunie tu. Kukula mafi. Ukakule tu mafi. Sijui kama mnanielewa. So there are tycoons who will fly from New York, they will fly from all over the world, from London, they will fly from Vancouver, all over. Just wakutane Dubai, kukunia mafi watu wakule. It is one of the greatest portals, as demonic portal, that makes them rich, prosper. Alafu ingine wanafanya ni gani? Wanakunywa damu yako. Either wanakukata, wanakunywa damu yako, ama kukula mkojo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the portals that are being opened. Na Kenya imekuwa that platform. Hapa Kileleshwa it has been happening. And they are not taken. And once you eat the mafi, wanakuletea mbwa. Sasa unararwa na wewe na nini? Na mbwa. They complete the portal. I'm trying to explain to you what is a portal. A portal is an opening, a spiritual opening that causes a power, a demonic power to come into you, or into an atmosphere, or into a society. Ile unaonanga Shakahora watu walikuwa wanachinjwa. Shakahora was not a one day thing. People think Shakahora was one day. It was not one day. Haikuwa fasting. Mackenzie, in fact, nitaka kuambia Mackenzie kama kuna kitu anaelewa ya Shakahora is 0.01%. I don't want to say it because it's in court, but he doesn't know those things. Si ule naweza kumbuka ule mortician ule wa nani wa Chiromo, the mortician Jenga is one of the people who are doing, wanafukua hizo na body zingine za 5 years 10 years. Bwana Yesu asifiwe sana. They were not yesterday's bodies, but because those Shakahora, that land is a portal. Utakuta kuna mwili wa mtu wa Nigeria, utakuta kuna mwili wa mtu wa South Africa, utakuta kuna mwili wa mtu wa kutoka kwingine. Huko hiyo ni portal where they come and give a sacrifice. And this is done by politician, done by musician. Unaonanga wana thrive, done by business people, done by pastors. It is not only done by one person or anybody, it's done by all the society. Na ndio jamaa huyu mwana alikuwa anaelewa, akamwambia kitawa nini? Kitawaramba. Kwa sababu ali understand this is a portal, and joking with a portal kitakuramba. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is what I'm talking about. Mimi hiyo Ukristo yenu ya ujiga msiniletee hapa. Hiyo kiokoko ambayo haiuelewi ni nini uliokoka. Understanding Christianity is getting deeper into the meaning of knowing what is a portal. Jesus knew every portal. That is why when it reached 80 days he was circumcised. That's a portal. Akarudi akatolewa zile nini sacrifices traditional sacrifices the Jew community. Akatoa nini? Dirahoi na dutura na kamotu.
What is dirahoi? Dirahoge. Ne dirahoge, ne dirahoika, ne dirahoge. Dirahoge. That is in English inaitwa nini? Pigeon. Bwana Yesu asifiwe sana. And then Nadav, and then Uga. Alitolewa madhabahu kama vile mtoto wa Mkikuyu anatolewa akizaliwa mtoto wa mvulana kuna chinjwa buzi. Because hiyo buzi imetolewa ni ya kuwelcome huyu mtoto. That welcome, that is what we call a poto. Because their words will be spoken. Kuna maneno itazungumzwa kukuhusu. Ile sherehe inafanyika mtoto akitoka chandoni. Hiyo sherehe kuna maneno kwa wale wanakunywa moratina kutakuwa na moratina, kwa wale wa Kristo wameokoka kuliko Yesu watafanya vile vitu watafanya. But what will happen is that whatever the words that will be spoken, it is a poto. That is what will propel you to the next level. Ile maneno ulizungumziwa wakati ulizaliwa, that is what has been keeping you propelling. Those words, those are what we call the spiritual portals. Bwana Yesu asifiwe sana. That is now why the Pope realized things are not working. They had to open doors. After discovering their loopholes, wamejaribu, things zimeshindikana because Kenya was to determine. Kenya was to determine because Kenya ndio the main portal in the spiritual realm. Mount Kenya ndio inaitwa Mount Zion. It is the main portal that controls this world. That is why you see all people in the world are interested in Kenya. That is why you see watu wa Freemason, they are completely interested in Kenya. Watu wa Mungiki na watu wa Ndura Waruigi na wengine Mount Kenya. Watu wa Islamu, they are in Mount Kenya. Ukienda Mount Kenya chini yote imenunuliwa na watu wa Israeli. His land there is very expensive. Very expensive. Land there, an acre is 200 million to 300 million. What are they buying it for? Because wanachunga. Maana ile sanduku ya the Ark of the Covenant, when it came down from the son of who? Son of who? The wife of Solomon. Bel? Yeah. He gave birth to a son called Menelik. Menelik na brother yake wakiwa watatu ndio waliteremuka from Ethiopia, wakateremuka na sanduku, the Ark of the Covenant, wakateremuka kwenye mlima ulio chini wa Ethiopia. Katika huo mlima ndio walikuja wakasettle in Mount Kenya. Anyone to become a pharaoh in Egypt lazima alitembelea mlima wa Kenya to get the blessing for them to become a pharaoh. Bwana Yesu asifiwe sana. Anyone mwenye alifanyika Farao. Where was Egypt? Egypt was not where it is now. Egypt was in Sudan. Many pyramids, the pyramids zile nyingi zaidi duniani ziko Sudan. They are not in Egypt. So who are these people that were holding the children of Israel captive? Ni wa Sudanese wale unaona wamekanyakanywa huko. That is why they are operating in a curse, because they were cursed. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I need you need to come and listen to that story, because ninaogeaga watu unaona wananiangalia wanasema huyo modo na muhonoko kweli. Tora kihonoko gyaku gwaku. But I'm telling you what it is. If you read the book of what book? Which book? Isaiah 18. It speaks about Kenya. Isaiah 19 speaks of the super highway, the transnational highway. The great north road that comes from Johannesburg going to Cairo. Na ndio hii imepita hapa, imetoka Karatina, imekuja ndio Kenyatta Avenue, inapanda inaendanga mpaka Cairo. Ndio inaitwa the great north road. It is in the Bible, chapter 19 of Isaiah. The middle of the world, it's at GPO. Najua mnakaaga Nairobi na hamujui. The middle of the world, it is at the GPO. Na walipojua hivyo walikuja wakajenga kamawe hapo kwa GPO. Upande pale kuna choo, na hapa kuna hii inaitwa nini, GPO, and then there is an Equity Bank there along Kenyatta Avenue. Kuna kijiwe kimejengwa na kimekuwa fenced. Go and look the coordinates. Those are the coordinates za dunia mzima. That is where the middle of the world is. That's where Kenya qualifies to be that land that they say the Garden of Eden
was in the middle of the world. If you read this book of Isaiah 18, it talks about that country that is beyond the rivers of Ethiopia. Where is Ethiopia? Yeah? Kiada wajoe siake. Kiada wajoe? Kiada. Is Kenya Kianda ama Rugogo? Yes, because the River Nile starts from Kenya and it drops towards that direction. So River Nile is in the Bible. Hello? River Nile is in the Bible. It talks about the River Nile, and the River Nile starts right from Mount Kenya, going down to Lake Victoria, going down to where? To Egypt. Are you getting there? So those times unaona vitu kama River Nile is a portal that they used to rule the world, because the River Nile, it's feeding Egypt, it's feeding Sudan, it's feeding Ethiopia, it's feeding Kenya, it's feeding Uganda. Yes, that's a portal. That is why if Uganda or Kenya or Ethiopia dares to divert 1 liter of water from River Nile, Egypt wako na treaty, they will bring war. We have a treaty that we cannot touch that water because of Egypt. So tukijaribu kuiguza inasababisha vita dunia mzima, because kuna treaty hamutatumia maji. Are you getting there? Are you understanding? Now I want us to look in the book of Matthew. Is it Matthew 5:25? Yeah. Suppose someone has a claim against you. Nataka kukufundisha how do you untie yourself? How do you untie yourself from an accusation? Because most of us are facing challenges because of the accusation that we have. It is not that mtu amekuroga, mtu hajakuroga, hakuna mtu amekuroga, but there is a problem in your life. You are trying anything, is not working. Why? Because there is an accusation. Kuna kitu you are accused of. Kuna kitu that is you are accused of. Na sio ya jana, it is 400 years, it is 700 years, it is 1000 years. There is an accusation. And now the Bible, suppose someone has a claim against you and he is taking you to court. Now, in case there is an accusation that in your family you used to slaughter a goat, in your family this is what was used to be done 1,000,000 years ago, this stands to be an accusation until today. Hiyo kitu ambayo kilikuwa kinafanywa na mababu, it still stands to be an accusation until today. So it will always recur, itakuwa ikikuja when need be. Wakati wowote ambao hiyo sadaka ilikuwa inatolewa ndio wanatokanga. Kuna familia zilikuwa zinachinja mbuzi mwezi wa 8. Kuna familia zilikuwa zinatoa madhabahu ya mwezi wa 12. Kuna familia zilikuwa zinatoa mwezi wa 3. Kwa hivyo wakati wa kufika mwezi wa 3 na nyinyi nyote mliokoka mkakataa kuanza kuchinja mabuzi zenye walikuwa wanachinja, what happens? Utatokea accident. Damu yako itamwagika. Ikimwagika tu unasikia kumekul, because that is all what they wanted. Ndio unasikianga Wakikuyu wakisema goma itore kaganiwe katia nego thejiro ugo goma niye kagatia ni yade jagiro. Are you getting me? So those are the accusations I'm talking about. Those are the things that speak in your life. They speak wherever you want to do something, wherever you want to enter into a position, enter into the next phase, enter into the next thing that is about to happen to your life. There is an accusation. Inasimama inasema guka yenu alikuwa anafanya, guka yenu alikuwa modomogo, guka yenu alikuwa mugaga. Kwa hivyo hii ugaga yake ilikuwa ikuwe transmitted from one person to another person. Sasa ndio unakuta guka yenu na jakiuga we na getuka ne we gutire thina, guka yako alikuwa ama shosho, tuseme shosho, mama ya shosho yako alikuwa mugaga. Sasa shosho yako akaokoka, kumaanisha wakakata that lineage ya uganga. Mama yako bado akakuwa murokore wa PCA akafuga kitabaa. Sasa hiyo kitu haikufangi eti kwa sababu kitabaa kimefugwa. Hiyo kitu haikufangi kwa sababu mliokoka. It remains intact. What it does, it locates who was supposed to receive it in the lineage. Sasa inakuja inaruka kwa shosho hiyo, inakuduka shosho wa pili, inakuja kwa mama yako, inaruka wewe, unakuta ulikuwa umefungua poto yako, inakuingia ndani. Sasa wewe tunakuonaka hapa ukihubiri, lakini tukiangalia mahubiri yako tunaona huyu ni definer ama ni mugaga fulani.
Kumbe ni ogo warugire ukiingira thiini wake uria wa shushu uria ungi tondu uyu ni akorirwo ahingura murango ikaingia huko inatafuta who is next, who is in the line, kwa sababu hiyo kitu ya kuachaniwa inakuanga who is in the line. It's like the kingdom. You find in the kingdom there is a lineage ambayo inapatanga kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia Queen Elizabeth, ukiangalia it is a lineage ambayo inakuja mpaka ikakuta Queen, mpaka ikakuta Charles, ambao Charles walifanya makosa kidogo kwa sababu waliua Diana. Diana ndio angechukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa wanataka kubadilisha wapatie ule ako UK na si yeye, ni yule ametorokea US ndiye anafaa kupokea. Na ni yeye at the end of the day, ni yeye atachukua huyu ako US. But according to the structure ile mpanga, hakuna mahali yanapatikana. Lakini sasa watagonjeka wote kanza. Charles atakufa na kanza na huyu wanataka kupatia mke wake atagonjeka kanza na yeye agonjeke kanza ndio yule akuja chukue. Kwa sababu zinatafutanga njia kupitia kwa njia yoyote. Hiyo kitu ya king ni ogo. Wanakuaga waganga. King himself is a muganga. King Charles ni muganga. Ndio liona wakati Queen alikufa walichukua mbuzi mweupe wakaenda wakamchinja. Kisha mahali walimuzika wakainua madhabahu kwa maana alikuwa muganga mkuu. Queen Victoria ndio alikuja, ndio alipatiana unabii wa Kenya. Queen Victoria ndio alipatiana unabii wa Kenya kusema what Kenya is in the spiritual realm. Kenya ni nchi gani? Ni Queen Victoria wa UK. Bwana Yesu asifiwe sana. So lineage yote ya udhamaki inakuwa na ugaga ndani yake. So that is why you find kule unafikiria ni wazungu lakini ni wagaga, ni arogi. The same thing I'm talking about is that hiyo kitu ikilocate ikitafuta that itakuwa ikiaccuse. Now hapo ndio accusation zinakujanga. Wakati you are about to start your move, then they will remember in the file that hui kitu haikufanywa, hii kitu haikutendeka, hii busi haikuchinjwa. Now they raise an accusation. That is why suppose someone has a claim against you, suppose the spirits has a claim against you, settle the matter quickly. Do it while you are still with him on your way. Do it as still the people that can be able to terminate that accusation are still alive. That is why sababu nilienda kwetu juzi, because I know my mother is still alive and my mother they are part and parcel. Na ni watu walikuwa wachawi na ni waganga, maana walifanya hizo vitu kwa njia ya nini? Ya kiuchawi na uganga. So that is why nilienda kwa mama yangu nikamkuta while she is still alive, tusikilizane na yeye anifungue. It is all about tuiguithanie nake ajohore. Na nilipopiga magoti chini akaniambia nimekubariki mtoto wangu, kule unaenda utabarikiwa. Mama kanifungua, kumbe mama ndilikuwa mchawi. Na mimi jaragia mundu ngi watogire goku hakuna gacaria ginya aire tu ndana corona odogo ati no konio majohete ndi hakuna, kumbe ni mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye ako kwenye lineage iliyo na authority. Si kama are getting me? Ako kwenye lineage ambayo iko na authority. So when I discovered there is always an accusation. Nikijaribu kusukuma ministry yangu kuna mahali napikanga napata kuna accusation. Nikijaribu kupush nakuta Beatrice wanaanza kuninukia. Nikijaribu kwenda nakuta Karo ameanza kuninukia. Nikianza kwenda nakuta Koki na yeye amenipagia maneno. Ninajua si Karo, si Koki, si nani, si Beatrice, ni accusation. Ni thitago cirarugama. Te mundu ucio tutimuhetũkĩtie. Ni athamire kigongona-inĩ gitu. Na kigongona gitu giekaga ogo, oh no. So wanaenda huko. Na kwa sababu mama yangu wako hai, yeye ni poto. That woman is a poto. Yes. So the poto opens na inatuma report, inatuma signal. Inatumia Koki signal, inatumia Agnes signal, inatumia Charity signal. Sasa Charity wanaanza kunisubua hapa. Baka nasikia kutoroka nivuge kanisa. Ni nini? Ni signal imetumwa. That man is not, hajapatiwa kibali, hana visa ya kufanya hivyo anataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukirealize kuna vitu kama hivyo vinafanyika katika maisha yako, you quickly unaenda kuzungumza na wao ambao wamebaki, ndio wakufugue kabla hawakoja hujatolewa hukumu. Maana wakikupeleka mashtaka yako yakikubalika, maana you did not
haukuyapinga, haukuyazuia. Kwa hivyo ikienda the next level itakuwa imejiandika, umekubaliana na wao, kisha watakupeleka kwa magistrate na utafugwa. Na ukifugwa sasa ndio unapatanga kuna shida zinatokeanga, kuna kifo inatokeanga, kuna ulemavu katika familia, kuna mikosi katika familia, because now the judgment has been released. Hawa watu wakue viwete. Nakuta mnasaa mtoto anaitwa Kenyajui, nyumba mzima, familia mzima Kenyajui anakuwa na kasoro, na ukiangalia kasoro zote za Kenyajui ni the same, kwa sababu through Kenyajui ndio maneno ilikuwa inafanya nini, inatokea. Unakuta jina Wajiro, familia mzima wale metagwo Wajiro, ale othe metagwo Wajiro, unakuta kuna tatizo, hawazaagi kwa sababu accusation na judgment ilitokelezea through the name. That is why it is very important. Wakati Jabeso alirealize jina limemletea shida, alienda kwa Mungu kumwambia Mungu jina libadilike, na alisema kama mama yake ako hai, because accusation ilipitia kwa mama yake, the pain ya mama yake. Huyo ndio alitransmit the pain kwa Jabez. Jabez alienda kwa Mungu mama yake akiwa, because the accuser ni mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So do it while you are still with him, all on your way. If you don't, he may hand you over to the judge. If you don't, kama hivyo uliona tulienda nyumbani tukakanzo maneno ile menifuga yote tulikansel. Ministry yangu haienda zaidi ya hapo. Lakini sasa si yuko kwenye makataba zao, si yuko kwenye agreement zao, si yuko sasa kwenye mipango yao. Maana ninafaa kuwa upande ule mwingine wa Mugike. Bwana ndio ulikuwa naona Mugike tuna drive vizuri sana, because hiyo ndio lineage yetu. General Waroinge alikuwa Maumau. Hao watu wote wamekuja, mpaka mama yangu alikuwa Maumau, baba yangu alikuwa Maumau. So I was going against the tide. I was establishing a new kingdom where there is a kingdom that is very harsh on me. So that is why I had to go back to where the kingdom started and disconnect myself from the kingdom, ndio niweze kukua in a new kingdom, a new dispensation, which is not caught or captured by what? By the accusations of the kingdom ya Mungiki. Maana it was not about Mungiki, it was about Maumau. Bwana Yesu asifiwe sana. My grandfather, great grandfather Waroinge, General Waroinge Street in Isli, is the one that founded Mau Mau. Ndiye alianzisha, ndiye alipatiana kiapo ya kwanza kabisa ilipatiana na grandfather. My grandfather ndiye alianzisha, coined the system bara sia Mau Mau. Yeye ndiye alianzisha, akaita Kemadhi. Kemadhi ni first cousin ya Waroinge. Naye Kemadhi akaita Itotia. Itotia ni first cousin ya Kemadhi. Naye wakarudi wakaita Mathenge. They are first cousin. There were 7 Mau Mau generals and all of them were cousins. First cousins. Are you getting me? Are you getting now? Are you seeing the bigger portal? Then tukuje kwa Mungiki. Mimi ndio nilianzisha Mungiki. Mimi ndio nilipatiana kiapo ya kwanza ya Mungiki. Then Maina came in. My Maina is mama ya Maina na baba yangu ni brother and sister. So Maina is my first. Tukaita Joroge brother yake ni first. Tukaita Kamunya ni first. Tukaita Kamau ni first. Tukaita Waithaka ni first. We were 7 Mungiki leaders who are all first cousins. Peleka hiyo picha pandile gine. Sasa, do you see where the portal is? When we were in Mungiki, but we were not me. It was not me. It was my grandfather. All those fathers ambao walikuwa kwa Mau Mau ndio waliingia ndani sisi ya watoto. So it is those old men that were operating in us. That is why we were so strong and so powerful. Because you ulikuwa na miaka gapi then? Ulikuwa na miaka 20 what? Agnes ulikuwa na miaka 20 what? Wakati wa Mungiki. Around 25, 26. Na wao ndio walikuwa naomba ati tukufe. Sasa imagine my great grandfather alikuwa na miaka 200. Sasa ulikuwa naombea mtu poto ya miaka 200. Na wewe hata Ukristo hauko ndani yako. Niko dhiwathire kanitha tondu mami wanyu ni athia kanitha. Una hata power, hauna hata authority. Atina kanyaga tutamukanya, unakanyaga guka. Na tulikuwa tuguka 4 tumetoa madhabahu, 7 tumetoa madhabahu. You can't win this battle. That is why hata wewe sasa you are being held back, because there is a spirit ya maguka mashosho ambayo imekukamata. Unaenda kujitoa inakurudisha.
because they are still accusing you. Wanasema huyu ni wetu. Until nimefaulu. Na si kuanza jana, si kuanza siku hiyo, nimekuwa nikienda kwa Harrison every time and again nikidiscover a new thing. Naenda kwa Harrison, tunavuja. Naenda kwa Harrison, ninavuja. Mpaka sasa hii tumeenda nyumbani for the final blow. Na nyinyi mliona venye ilifanya. Ilisababisha jam Nakuru highway mzima. Watu walilala. Watu walitoka hapa saa 11, saa 10 usiku. Walifika huko nyumbani saa 8 jioni, saa 8 usiku. Jamu ikakuwa, wakafugiwa. Kurudi tena wakakutana, wakaulizwa moko gerete keko. Wakakamatwa na jamu ya kurudi. Hapa tena wakafika the fury. Walienda for 8 hours. Because we were dealing with an altar that controls the nation. Because that is Kimathi, that is Waroinge, that is Mathenge. Those are the people that fought for the freedom of this nation. They created the Mau Mau. The Mau Mau ndio hii. This is Mau Mau. All of this. Huyo ni gukaweha. This is what? Mau Mau. Yao ndio walitengeneza hii bendera. Guka kwa hapa. Ndio anatawala Kenya hii. Tunainamaga. Hata Ruto akipita, akikuta bendera ikiteremushwa, lazima asimame attention. Haijali, haitabui yeye ni president, because the flag is a portal of a nation. So, ndio uliona barabara zote zilifanya nini? Lakini mimi mtoto yao sikupatana na jamu. Nyinyi mlipatana, nilishindwa mlipita barabara gani na mimi mlipita. Mimi sikupatana na jamu. Nilitoka mjubani saa 2 nikafika saa 6. Nyinyi mlifika saa 3 asubuhi the following day. Mlipita barabara gani? Now you can imagine the magic. Are you seeing the magic? Because now I am free, I've been set free. Hawawezi kuniona. Lakini nyinyi mliulizwa, "Mogo dieta ko umurea?" Ninyi mambo taithiriria kuohoka na nyinyi mukuona. Si wagekinya uyo ile bebete magoro. Yes. That is how portals are powerful. Portals control. They manipulate, they destroy, they even kill. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Huyu hawa walikuwa wamefungiwa Kamete. Ikiwa ya kwanza, the first, baada ya kujengwa, ikiwa mpya. Huyu mama alifungiwa Kamete block D room 38. Wakati nilishikwa, the first arrest because of Mungeke, nilipelekwa Kamete block D room number 38. Where my mother was sleeping, that is where I was taken. Ile do mama yangu alikunia, nilikunia kwa hiyo do. You can see now the portal, how they work, how they control, how they manipulate. They will constrain you, they will stop you from going anywhere. You will be able to, utakuwa sasa unataka kufanya jambo lakini linazuilika, unataka kuolewa. Mkiwa sasa wakati ule mmeanza sasa kuingia, mnataka kufanya kusikilizana how to move forward. Unasikia roda kamianza kugoroka. Unatafuta amegoroka kwa nini? Hakuna. Tu nikimwacha nikienda anaanza kunipenda. Because the portal inasema drahikania. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema drahikio na drahikania. Goko gwito totigagwo utakotie hikanagio. So ukiona mtu Agnes, ukiona no akamono no na ndago pusitinie. He mundu ya gatakati ragiria uke. Yoshiru niwe waragirio. That's the accuser. Sasa huyo ndio tunasukumusia, the accuser. Are you getting me? That's the accuser that is accusing. Anamulia tele urahik arakulia unaolewa huko, kuna olewago ndio uolewe, lakini nakwambia dokeje kuguruka. Unajua itakuzungumzia vizuri na inakwambia dokeje kuguruka. Na unagoroka. Na unaona mtu amegoroka na amegoroka kabisa. Na unashindwa niki kiamuguruke ni nini? Sasa tumekosania nini? Hakuna reason, lakini nasikia mtu akisema nyie dikwenda baka nakata kuyoria go nyie dikwenda not we ni komisia kwao sila mwirarege. Kuna kitu tunaelewana? So those are the accusation. Ukiona umeanza kureact na kitu ambayo haufai kureact, there is accusation. Bwana Yesu asifiwe sana. Suppose tulikuwa tumefika if you don't, he may hand you over. If you don't stop it, it will hand you over to failure in marriages. It will hand you over to failure in businesses. It will hand you over to failure in anything, to failure in life. You will try anything else because they have seen you hauko contest, ulikubaliana na wao. Sasa kama umekubaliana na wao, nakwambia utaishi ukiwa maskini. Wewe mami, ndio kaoge macho huko.
Chakula hapa nitakuchapa kofi. Nilisema nyahunyu yuko wapi? Mlileta nyahunyu? Hapa hakuna mtu ameruhusiwa kulala. Kama unasikia kulala kwenda nyumbani. This is a class and a very serious class for that matter. Mnanisikia? Mahujio ine maria mumenyerete riri maria hujagia thaa ithano mugoka gukoma hau. This is a very serious class. Na mtakuwa mkilipa school fees. These things you cannot find anywhere. Who can tell you this? Na mimi nawaambia for free. Na mundu ragogwo takagege. Yeah? Ataneko maka. Mwamaka ni muruta kona kindu. Guma ndamwira muhe ciringi 500 thikanywe kahwa haria Serena mutine yaga muthia mukiuga mundu ucio thikũ ici ni amenyerete ni aratwitangia mbeca na wana kashire geto tuwa mbeca ko kiugo kiu ndiramuhe mweciria kiumite ko it's kiumite ko ndathomeire thukuru iriku tiao mauma. Bwana Yesu asifiwe sana. Appreciate it because it is not me. Hata tukirudi kwa ofisi sasa hiyo niulize ukugagate siju. Whatever I'm telling you I don't know. Bwana Yesu asifiwe. So appreciate it because whoever that is using me now, you need to appreciate that anointing. Hiyo poto ikifunguka ni release hiyo maneno nina release saa hizi. Hiyo sasa ndio una capture, unakamata, unatoa sacrifice immediately as the word is coming out. That is the time you capture, you maintain the portal to open up. Lakini ukinyamaza na ipite itafunguka na itafunga. Na hakuna nikikuuliza kesho tulisoma nini, you don't know. Because this is not me, it's very spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siringi sema if you don't, he may hand you over to the judge. The judge may hand you over to the officer. The officer ni magonjwa. The officer ni cancer. The officer ni kisukari. The officer ni tuberculosis. The officer ni marriage zinavunjika. The officer ni premature death. Atakuhand over to the officer that will deal with you. Because umekataa kudeal with a problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo verses mmesomea siku nyingi sana. Have you ever seen it in that direction? You've never seen it in that direction because you are lazy in getting deeper into the things of the spirit. So the judge may hand you over to the officer. What is the work of the officer? The officer is to detain you and punish you. So that is why you are handed over to cancer. That is why you are handed over to tuberculosis. That is why you are handed over to marriages zinavunjika. Watoto wako wanakuvuta bagi unashindwa. Siana cia kwana nigo ndicirerete wega ri. Wow, cia thiriatia. Ati no fagi, no johi. They are not responding. They are nothing. Unakuta mtoto wangu hafanyi hanini. Because there is a what? That is why my son alikuwa hapa nikamwambia because all my children they lost their phone in a similar way. After we came from home, all of them they lost their phone in a similar way. Huyu ilichomolewa kwa mfuko, Dani ilichomolewa kwa mfuko hii, Jeroge ilichomolewa kwa bagi yake, Nancy ilichomolewa kwa bagi yake. You see now, Waboi ilichomolewa kwa wote, kwa sababu waliulizwa baba yenu anataka kutufundisha nini? Niki anaenda kutufundisha. There is a price to pay. Sometimes they will attack. They will revenge. They are always a revenge. Sasa umetoroka jela, muskari wa jela. Wanafanyaka nini? Wanachapaka kijiji mzima mtoe huyo mtu. Wananyorosaka kijiji hiyo hapo kama ni Kamete. Hiyo area yote ya Kamete itasaraudiwa. Ile vita hao watu watafanyiwa. Hujaiona. Baka unapigwa, baka kuku. Unakuta kuku. Inapigwa. Inapigwa. Baka mauba zinapigwa, manyau zinapigwa for apparently no reason. Bitterness mtu ametoroka. Hello. And that is when you know umeguza pale ndipo. Ukiona attack za namna hiyo, unajua umefanya nini? Umeguza pale ndipo. Hello. Watumia hali wa modo ya utakoda tosho siode. Ula imagine tareko shira umu. Mana ameniangalia. Washidu. Yo modo. Nifangira hali ya kada deke.
So the judge will hand you over to the officer, and you may be thrown into the prison of what? Prison of diseases. Ukishikwa na cancer, is that a permanent prison? It's a life sentence. Ukipata sukari, life sentence. Ukipata pressure, life sentence. Marriage ikianguka, life sentence. That is it. They will put you, and many families are suffering because they are already in the prison. Walishawekwa ndani ya prison. Bwana Yesu asifiwe sana. Walishafungiwa into the prison, and that is why you are struggling. That is why your businesses are not working. Nothing is working. Anything you try to do, nothing is working. Kila kitu inaanguka because an accusation. Usharushwa ndani ya prison ya poverty. Usharushwa ndani ya prison ya rejection. Usharushwa ndani ya prison ya stagnation, ya limitation, ya roundabout. And that is why you are struggling. That is why you are not getting it. Because wewe ukiwa mfugwa, labda ukuje uone na kasabuni na tissue. Wale watu wangapi wameenda kuona mtu jela? Unapeleka nini? Sabuni na tissue na dawa ya magego. Hivyo tu. That is the only thing you can do to that person, because already anahukumiwa, ako kwa kifuko. Na anasukuma naba. Na huko ni kukafa. Ukiingia huko unakaa hivi every time. Namba inaitangwaje? Hesabu. In prison, any prison, hesabu ni more important kuliko binadamu. They count after every 1 hour. They count kuangalia kama watu wote wako. Na mahali hesabu inakukuta unakava. Ukisikia gegere ya hesabu, unakava, unakaaje, unashika hivi, muhesabiwe mpaka uende. Because uko chini ya the accuser na alikufuga. Twende mbele baba. What I am about to tell you is true. You will not get out until you have paid the very last penny. You will not get out until you pay the very last penny. Kama ni ahadi ya ndoa, wacha kushinda ukirukaruka. Pay the last penny. Kama ni umaskini, pay the last penny. Because already umefugwa. Sasa nakwambia hiyo hako iguithania na mugoshirithia atanagutwara igotini. Otwero. Mimi nilijua hivyo, nikakimbia kwa mama yangu. Nikaita Harrison. Sasa wao walikuwa nafikiria mnakuja kukula raha. Mimi nilikuwa business. Serious business. Yeye na kule wale ya hali ya jokiruga ruga kile. Hauja. Mimi nilikuwa serious business kufunguliwa. Mkuja mu witness ndio mkaugaga. Tulikuwa witness akifunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. You must have witnesses. Even in the court there are people who will witness. Bwana Yesu, hata tukifugwa, wakati baba yangu na guka yangu wakifanya hizo maneno, kulikuwa witness. Kwa sababu ni wao nimeenda kuhoya kerera, ndio wameniambia thoguo ni wekirio, thoguo ni weki gukaguo ndio alifanya hivi. Na alitoa busi ya brown ndio walitoa. Ni alafu akatoa busi ya white. Alafu akatoa hizo busi zote, simuliona nikipatia nganga busi. Hizo ndizo guka alitoa. Za kwanza za kiapo, nikarudishia mtumishi wa Mungu abebe. Nilikuwa nimefugwa na buzi gapi? Sasa wewe unang'ang'ana kutafuta milioni 10 ukuje ufunguliwe. Tafuta uelewe ni nini kimekufuga. Chukua hiyo, pelekea wao, pelekea mtumishi wa Mungu, busi zao arudishe. Akitaka kwenda kukula, akitaka kwenda kuuza, ushatoa sacrifice yako. Sijui kama tunaelewana, lakini hali kidogo mwanyito omuthe. Nimukuhota kuliha biru omuthe? Nimukuhota kuliha biru omuthe? Kama mukobe shokai modo fugwa. You have heard that it was said, do not commit adultery. You have heard, it is in Exodus chapter number 20 verse 14. Then tuendelee baba haraka haraka. But here is what I tell you, do not even look at a woman in the wrong way. Anyone who does has already committed. Anyone hata kuchungulia. Sasa nyinyi mnasemanga mimi ni msharati. Yes, mimi ni msharati. Mimi sikatai, mimi ni msharati. Yes. Kwani hiyo si watoto wote niko nao unafikia nilitoa wapi? Nilitoa kwa Bible. Si nilizaa. Nimezaa watoto 31. Si nimezaa na si mke mmoja amezaa. Ni wanawake wengi. Niko maanisha nini? Nilikuwa nini? Mimi ni msharati na ninakubaliana na hiyo. Nilikuwa msharati, ninakubaliana. Yes. That one. Yeah? Wameongezeka wengine. Hapana.
Mama moja ndio yako na watatu. Wao wengine si hesabu moja moja. Fanya sibo mathematics. Sibo mathematics. Kwa yake ndio hata tawatoria kana rekoro dali hau. Now I'm proud of my children. They are blessed. Wamebarikiwa. Sema kubarikiwa. Huyo mumeona alikuwa hapa ako jeshi. Ni military intelligence. America si Kenya. Si hawa kushika watu wakipeleka hapa peponi na tunawamulika na kamera zetu tunaona mpaka ile nyumba wako. Ama mnafikiria tujui hiyo kazi ama sisi tunafanya hiyo kazi? Wewe sikiliza. When tulikuwa tunasema sio kufanya tu hata kuangalia. Sasa imagine kutoka ile ulikuja sasa hivi nimekuangalia mara ngapi? Nimefanya daktari mara ngapi? Sasa unaniaccuse kwa sababu ulisikia niko na mtu hapa na hiyo ingine nimeangalia mara 20. Why are you not accusing of this? You only what disconnects you from what you are doing or what has been happening in life, it is by understanding what could be the problem in you, because that was a problem. Na watu wote wengine hao naona wote 90% of them, they were all virgin. So you can imagine what kind of a demon that was driving me. I was not getting any other. I was finding na nikifanya virgin na nikimaliza naondoka, tunapoteano kabisa, nitarudi kuambiwa kule kulizaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwiro gacoka kwiro riu no jetereire nginya njuthiririe kacuthiriria kona maitho kana ni makwa karama na nyemeria na kachungulia na chungulia nikiona hii hatiroka nodu na nifanya nini, najipatia shughuli tena. Unakoja miaka ingine 2 unachukulia. Sasa hiyo ndio ilikuwa maneno ile baya, because you are causing somebody else to be in a situation that they were not supposed to be in that situation. But because you had already been accused, there is a power that accused you. That is why you are finding yourself in situations like these ones. Bwana Yesu asifiwe sana. But here is what I tell you, do not even look at that woman. Nani hangaliagi mwanaume? Wewe mzee, wewe nani hangaliagi mwanamke? Tuseme tu kweli. Unawaangaliaga, si unawaangaliaga mzee? Ni rora gira tumia. Na mzee to nani gwe mukuru nani rora gira. So hii ni kitu imetukamata. Ni kitu imetukamata na tuko ndani yake. We are suffering. We are all suffering. Wacha ni kuni-accuse. Hata nyinyi mko ndani. Kuangalia na kuenda huko tuko sisi pamoja. Akomo dulito ni rora gira. Judy nediraria maheni. Judy nediraria maheni. Rohara ugate. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not even look at a woman in the wrong way. Anyone who does has already committed adultery with her in his heart. Kwa hivyo I stand to be accused. Bwana Yesu asifiwe sana. So this one, what do you do about it? You stand to be accused. You saw it. Ulifikiria. Niliona Agnes nikafikiria. Kwa yake ndo ati. Ati apostle. Hata mimi. Tuendelee 29 tumalizie hapo ndio mwende. If your right eye causes you to sin, poke it out, throw it away. Your eye is only one part of your body. It is better to lose it than for your whole body to be thrown into hell. Meaning, try to find out this which causes you to be accused. Find out. Do a thorough search about your family. Do a thorough search about your mother. Do a thorough search about your father. Do a thorough search about your guka, your shosho. Do a thorough search about the land you are seated on. Ile shamba munakaa, hiyo area. Kama sasa ukienda huko Kirinyaga unakuta kuna Kiangoma. A village called Kiangoma. Neguo nekoli. Ona gathati ya ng'ondu.
ati unakatoe gathati ya ng'ondu. Oye, tuache hiyo ni mpya. Tukonsentrate na ile tunajua. Sasa inaitwa Kiangoma. Huko kuna KAG Kiangoma Parish. Kuna PCA Kiangoma Parish. Kuna Catholic Kiangoma Parish. Sasa niambie, what is the relationship ya watu? Hiyo area itakubalisha Mungu aonekane. The area itself, the where the church is and how the church is called, it is Kiangoma Parish. Kwa hivyo no, who has the authority there? It is Goma. Na wewe sasa ni Mkristo na unajua Ukristo mwingi sana, but the portal ambayo inazungumza huko ni Kiangoma Parish. Simama kwa miguu yako na muingie kwa mfuko. Nataka pesa mingi sasa, hata mimi nataka kulipa rent. Murute besha nyingi kana juge gukumoti kuma no juge na mweta thirikari moke thirikari yoga kuria. Yani wewe huko unajua huyu ni nani? Nani alikwambia wewe huko? Wewe si unajua huyu ni yule mtu amogeke. Na ulikuwa umeenda kufanya nini huko? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikio utaki hiyo jina itajwe? Na ulikuwa kafani ya mogeke sana. Unakumbuka ule jamaa alikuwa anaitwa Jimmy? Asante. Na unajua alikufa? Ule wa Molo. Ule wali na rasta. Alikufa. Ngamo didikana? Okay. Ama nafikiria mshire gadi moyo. Ai, horia di moyo nawe. Ena dauti joru etale na gai. De kuru. Wewe, wekeeni maambia watoto wakuwekea sauti mzuri. Daudi, uchukue mama pale umpeleke umwekee sauti mzuri. Lakini wanataka kuweka hiyo, najua amefunika mpaka masikio. Ndio. Ndio ndo amato. Besnyo neshajagiyo Daudi. Mnaigwa leo. Simusimame. Mumeweka pesa kwa bahasha. Why I have taught this? It is because these are 3 days of opening our top portals. We are having from today, tomorrow, and tukikuja kuruka mwaka, utafute sacrifice ambayo unajua this one. Hii imefungua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mwenye atakosa kukuja, wale wanakata sako kukuja, shauri yako. Sasa hiyo ende kubebeleza msemo mwambie sweetheart, muite sweet. Wacha kukua mgumu. Muite baby. Najua sisi wanaume tunataka kubebelezwa kidogo kidogo. Muite babe. Ati hiyo miaka yote. Unamuita babe. Ndio kumita wewe. Ndio kwa vikesha. Tumia lugha mzuri. Hata akikusikia nasikia yes. Leo nimeitwa babe. Naigwa mdogo wetu wakatoni. Naita mtu babe. Wanapoanza wimbo huo, nileteeni sadaka zenu. Ana hii sadaka ipatie jina. Ile portal nimekufundisha. What could be the portal that is affecting you? Give it a name. Your sacrifice. Anything you give at the altar, give it a name. Don't just come ati umetoa sadaka mpaka mlifundishwa ati mkono hii isijue nini imetoa mpaka unatoa ni kama ni kitu kibaya unaangusha. Look at it. Hata nikuonyeshe. Look at your sacrifice. Speak to it. It is alive. Iko hai. Speak to it. Iambie we kehiko. Nidakuraga. Umesikia? Talk to it. The challenge that you think
is bothering you. The problem, the portal that speaks against your life, speak to this sacrifice, because this is a sacrifice. Zamani wazee walipokuwa wanatoa busi, walikuwa nalete busi. Kama ni dhambi imekuwa mtu ako na dhambi mingi, walikuwa nalete busi, inakuja inaekelewa kichwa, mkono hapa, inazungumziwa, kisha inalilisiwa, inaenda. Yeta kwa buri yake. Yeah? Wanione. Asha. No moge kwa yo haya, yeta kwa buri yake. Ya kuheria dhau. Buri. Ndiagä te ona thau yetagwo mbũri ya gatitika. Ilikuwa inazungu, haikuwa inakuliwa, inanenewa dhambi zako zote, unaipatia. Penye tunaitaka kwa Yesu, tunapeleka dhambi zetu kwa Yesu. Wazee wa zamani ulikuwa unapeleka dhambi zako zote kwa nini? Huyo busi. Unairelease dhambi zote, alafu wanaifunga, wanaenda kama sasa unaishi Kayole, wanaenda wanaitupa Dandora. Ile mji itaingia, ile boma itaingia, hizo dhambi zote zinaingia kwa hiyo boma. Halo, ni moigwa sasa, usimulete mmaliza kuiongelezea. Any sacrifice you give, you must give it a name. Never give anything for free. Kwa Mungu hakuna kitu ya bure. You must give it a name. May God bless you. May God hear your prayer. May God convert you to become the intended mission He had on you. May every evil that speaks in your family be broken. May every authority that speaks against you be broken. Leteni hapa. Si ati nikuja niwatafute huko. Leteni hapa. May every evil that was meant for you be destroyed. Every accuser in your life abomolewe. Every person, every accusation that you have in your family kaanguke katika jina. Every form of every form of accusation that you have, maybe they have said against your family, they have said against your marriage, they have said against your business, they have said against your relatives, or whatever it is, may it be broken. Haiweza kuvunjika in the mighty name of Jesus Christ. Ivunjike in the mighty name of Jesus Christ. No accusation, no accusation, no accusation, no accusation. Hakuna manitago, hautastakiwa. Ile mambo yalifanyika na baba yako will not be said against you in the mighty name of Jesus Christ. They will not say it against you because you have been cut from the accusation. Yes, from any accusation that might be spoken against your life. Any challenge that might be spoken in your life, you are free today. Yes, you are the Lord. Oh, yes, you are. Yes, you are the Lord. In the mighty name of Jesus, I set you free. Yes, you are the Lord. It might be hindering you from your success. Yes, you are the Lord. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Oh, yes, you are. Yes, you are the Lord. Yes, you are. Oh, yes, you are. Yes, you are the Lord. Yes, you are. Oh, yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are. Yes, you are the Lord. 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 Yes, you are the Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Oh, yes, you are the Lord.
Thank you. Hebu fungeni macho kila mtu nikuombe. Fungeni macho, funga macho. Na usifungue mpaka nikwambie. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunakuabudu maana wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine. Asante kwa mafundisho ambayo umetupatia. Hakuna kwingine tunaweza kupata mafundisho kama hao ila tu ni kwako. Na kwa zaidi umetuhurumia na ukatuletea mafundisho kama hayo. Mungu wangu, nitakusidi kukuabudu na kusema unastahili kuabudiwa. In Jesus name. Now as you are standing, sema as I'm standing. Tuanze kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 3 minutes. 3 minutes. Show. Happy birthday. Happy show. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday to you. How old are you now? 105. 105 years. Makofi kwa Yesu. 105 years. Sasa walileta hizi glasi mbili zitaliza nini? Sometimes si wageni wa vikombe za plastiki. Leta tu, wachana tuanze magilasi hapa. Wekeni pale katikati. Keki sio ugali. Nani mzee tena hapa? Mzee wacha niangalie mama mzee. Mama, hebu karibu na wewe ukiona mama yako na nywele ya white, uniambie. Happy birthday. Kuja. Yes, ulete ni hapa. Hiyo. Sema hii mlete hapa. Happy birthday dear Shosho. Happy birthday dear Shosho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shosho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shosho. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali. Happy birthday dear Shosho. Happy birthday
dear Shosho. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shosho. Haya, twende juu, mikono juu. Hey, 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 hey. Let us celebrate 105 years. Yes, wamama kigelegele. Wanaume mko wapi? Yes, hey, 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 hey. Weka juu, ya juu, ya juu, ya juu, ya juu, ya juu. Hey, 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 hey. Endelea, endelea. Rudia tu, rudia tu, rudia tu. Kata keki, haula keki, kata keki, sio ugali. Kula keki, kula keki, kula keki, sio ugali. Kula keki, kula keki, kula keki, sio ugali. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Shosho. Kula keki, kula keki, kula keki, sio ugali. Kula keki, kula keki, kula keki, sio ugali. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, tunakupenda. Happy birthday, tunakupenda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Shosho. Tunakupenda, tunakupenda, tunakupenda Shosho wetu. 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 Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, dear Shosho. Tunakupenda, tunakupenda, tunakupenda Shosho wetu. 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 Happy birthday, dear Shosho. Happy birthday, dear Shosho. Thank you. You may be seated. You may be seated. Hiyo shughuli tumemaliza. Rudisha vikombe za plastic. Mjifundishe mwende mkanunue vikombe ziko na maana. Sisi hatukunywagi vitu za plastic. Umekula? Wewe umekula keki? Peleka huko. Peleka. So we are getting into Shosho wikaradhi. Ikaradhi. Ndio ikaradhi na kasoda kakuniondolea hizi vitu sasa. Biashara imeisha, ondoa hizi machupa zenu. Biashara yenu imeisha. Your time bad. Your time bad. Niliwaambia mkage kama military. Tunakaa kama nani? Si ndio? Kimilitary. Shughuli inafanyika na tunaenda hiyo ingine. Amen. Si Shosho umekusikia? Like a good day. Nugakia konora. Thank you. It was a surprise from one of us ya kununulia Shosho.
that cake because it was held ilikuwa Saturday, because the church was not there at home. We decided to do something small for her. We appreciate her. We sing for her. She's our inspiration. So may God bless you. May you continue to blow millions and millions of candles. May God bless you. Wale ambao wameparticipate in it, kama umekula keki ni sawa, sio lazima ungekula. Kama umekosa ukae tu hivyo, tutatuletea birthday yako, tutakula, si ndio? Nitie koja kuigwa urwate donari ya keki tutigugete guko ne kore na birthday ndio na uma turakarira ate ilikuwa surprise. Si hata umeiona umewitness, so una complain nini na umewitness? Bwana asifiwe sana. Goroba ndio muhujia tia kamaka. Ni amenyereta kanitha karia ka pastor wao amathaithaga beraga mwathani agocwo dada. Thank you. Therefore, if you feel unasikia in you kulingana na mafundisho ambayo tumeyafanya, you feel you need to be prayed for of an issue ambayo iko kwa familia yenu, ambayo iko kwa maisha yako, ambayo iko kwa whatever you may call it, kuja hapa mbele. Just come here. Unasikia kuna madhabahu imenifunga. Already there is an accusation that is about to happen in my life. Just come here. One person can represent you. Whoever that will come, or you can even muache shosho akae chini. Then we do. Yes. What I'm about to do now is not 100% sufficient for you. Please don't drag any seat. Lift it. Nisisikie mtu anavuruta kiti. Lift it. What I'm about to do now is not even 1% of what you require. Listen. Stop what you are doing and listen to me carefully. What I'm about to do to you is not even 1% sufficient to you. The bigger portion, the bigger chunk is going home. Mending fences with your family members. That is why niliweka hiyo ni yangu. Hiyo tulikuwa nayo. So that you can learn from it what you're supposed to do. You have to mend fences because the accusations hizo tumezungumzia hazitoki kwa makanisa, hazitoki in the society, hazitoki Nairobi. The originality of those things, they come from home. Bwana Yesu asifiwe sana. So what we did, we invited the man of God. Na tulimuinvite akuja kwa witness of what we were to say to our own mother. Because our father is not there, our mother is alive, and we went before her, knelt before her, and sought forgiveness to her on behalf of the entire system. Nanielewa? The forgiveness we sought from her, it is on behalf, because she was alive, but she is carrying a lineage. So we were disconnecting ourselves from the lineage. Give me Ezekiel 16. We were disconnecting ourselves from a lineage that hurts our family. The problem is not you, my dear. The problem is not you. Unaona mtu mia wikarete hivi. Huyo ni problem. Unamuona? Huyo ni problem. Na problem tiwe kule ametoka. Umenielewa? Kule kuna accusation kwenu. Na hiyo accusation ndiye imemfikisha hapo mmefika.
Munaenda kuinuka, kunatokelezea an accusation. Munaenda kuinuka, kunatokelezea kifo. Kunaenda kuinuka, kunatokelezea shida fulani ambayo inakuzuia moving to the next level. This moving to the next level ndio inasababishanga accusation. This accusation will only stand when you are getting into your destiny. When you start the path, kuinua mguu yako towards the destiny, towards where you are supposed to be, hapo ndio wanainuanga accusation. When only you are touching your destiny. But when you are not touching your destiny, they don't touch you. They don't even speak to you. They are not interested until you do what? You touch your destiny. In the book of Ezekiel 16 verse 1 inasema, a message came to me from the Lord. He said, Son of man, tell the people of Jerusalem. Tell the people of Jerusalem, the evil things they have done, I hate those things. The evil things that they have done. Now, remove, what's your mother name? Or your father's name? Yeah, now, son of man, tell the people, nipatie nyingine, wazo nyingine. Quickly. Son of man, make known. Hiyo ndio nilikuwa nataka ujue. Make known. Now, hiyo kitu yote nimeshinda nikifanya. I was making it known to you, the challenges that you have. Make known to Jerusalem. Make known to Shabir. Make known to Shabira his or her abomination. Maudo make mare magigi. Na Kikuyu ndipo inasema make known. Now I'm making it known. Maudo makwanyu mare magigi. Ne mariko. Tuendelee. And they say, thus says the Lord God to Jerusalem, your origin and your birth. Your what? And what? And your birth, underline those, are of the land of Canaanites. Your origin and your birth are of the land of Canaanite. Why did they bring the name Canaanite? So this is, they are talking to Jerusalem. But they say, you Jerusalem, your origin and your birth is from the land of Canaanite. Then you go to ask, who was Canaan? Canaanite is a name named from a person. Who was Canaan? Canaan alikuwa nani? Yeah? Canaan alikuwa nani? No. Canaan alikuwa nani? Ni mtoto wa Ham. Ham alikuwa nani? Mtoto wa nani? Yeah? Wa Noah. What is the mistake ambayo ilifanyika hapo? Between Canaan, Ham and Noah. What's the mistake? Ham aliona uchi wa baba yake Noah. Kisha akakimbia kuita brother zake, nimeona baba akiwa Noi. Then Ham aliachiliwa curse because of seeing uchi wa baba yake. Lakini kumbuka, wale watu wote waliingia ndani ya Sabina, they were protected from any curse. Do you remember that? Anybody mwenye aliingia kwenye Sabina, all of them, they were protected from any curse. So the curse iliruka kutoka kwa Ham ikaenda kwa nani? Kwa mtoto. You may be facing a challenge which was not supposed to be yours. You may be facing a difficult situation which was not meant for you. But because kulikuwa na huyu amebarikiwa, hawezi kuguzika, ikaruka kwake, ikaruka kwa mtoto. Are you getting me? So, nani amebeba ile laana ya kuona uchi? Is it Ham or Canaan? It is Canaan. Therefore, Jerusalem is built. Is built on what? A land named after a curse of a person. So all the problems in Jerusalem is because of the curse. So that's what I say. Your birth are of the land. Your origin and your birth are of the land of Canaanites. Your father, number 2 now, you have realized makosa ya ni shamba ya kwenu. Mnaelewa? Kehumo ya kwanyu is what problem number 1. Problem number 2. Your father was an Amorite. Why have they brought an Amorite
nio metagwo Amori. Amorites were the people against God, were the people who were fighting the children of Israel. So your father is a rebellious person. Your father was a rebellious person. And now go to number 2. And your mother was a Hittite. Wahiti walikuwa wachawi na waganga. Are you getting me? Your father was a Hittite, an Amorite, and your mother was a Hittite. Your father's people were fighting against God. Your mother is a witch, and the land you are seated on is cursed. So what are you? A concoction of 3. So you may be thinking, ni kale ka boyfriend mulikuwaga nako ndio kalikuletea nuks. Kumbe ni shamba ile nyumba yenu mko nayo, ile mama yako alikuwa nini, baba yako alikuwa nini. Number 4, let's look at number 4. And as for your birth, when you were born, on the day you were born, your navel string, that is umbilical cord, your navel string was not cut, meaning you are still attached to the challenges of your family. You are not disconnected. Ile vituko mama yako na baba yako walikuwa nafanya when they were girls and boys is still following you. So you are, because you have not been disconnected. So nor were you washed with water to cleanse you, nor rubbed with salt, nor was swatched with burns. Haukuoshwa bado unanuka. Mathina makwanyu na morogi makwanyu na mogo makwanyu ni muranuka riu. Uwa utore utugiyete hana mahoya hoera ndakuhoera gacoka kuria kwina kirumi. Mugunda wanyu wako ni uri kirumi, gutire biashara ungiruta Kenya thino igutikire. Nothing, no business. Your success is tied to your originality. Wakora nduri warengwo mugikonyo kama hujakatwa, haukukatwa the spiritual one, hijakatwa kwa disconnected na dhambi za mama yako, bado uko na dhambi za mama yako zinakufuata. Bado uko na dhambi za baba yako zinakufuata. Until you disconnect yourself, you cut it, you disconnect yourself. Are you getting me? So whatever I'm doing here is just 0.01%. The rest, organize and go home. Nenda kwa mama yako ama baba yako and try to understand the challenges. Na ukiunderstand whatever you understand, tafuta kakitu, tafuta kazawadi. Nenda kwa mama yako ama kwa baba yako kama wako hai. Uambie ndoka gushera. Ndoka ke gukugeithia. Then uende upige magoti yako chini. Uambie mama yako nejoe tiate na okoro ni dana kuheteria. Usiseme okoro dana kuheteria. Useme nini? Nejoe ne kuheteirie. Dana gweka maundu moru, ni ndaguthugumeire, ni ndakumireire, ni ndaki, yani all manner of things. You accuse yourself to her, then you seek from her or him to forgive you. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you seek from her or him to forgive you, then she will speak. Atakuwekelea mkono yake kwa kichwa, then ataongea maneno mazuri. Nidakurathima othio gathereme othio. That is more than your pastor. That is more than what? Your pastor. That is beyond your pastor. You have won the battle. The accusation, maana you will be accused through her. You have relatives, you have senior people in the family, or you can pick one person. Kama huyu ni sister ndiye ameitwa jina ya mama yako ama baba yako, you can go to her and they will speak the same. Okay? Are we through with that? So mimi hapa ni kukuombea Mungu akupatie kibali in the journey you are about to start from today. Na kama utanihitaji, I'm ready, nitakuja kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utanihitaji, I'm ready, nikuje ndio nizungumze hayo maneno pia. But for now, mimi nitakuombea tu safari njema as you now cruise towards your liberation. So si mambo mingi tutafanya, ni uinue mikono yako nikuombe sasa. Uko na swali? Uliza haraka haraka.
Uko na mtoto mwingine ametajwa, any one of them in the family, mahali popote in your clan, hiyo system yenu ya familia? They are enough. Nitakuelezea ukuje kwa ofisi, nitakuelezea how to do it. Inua tu mikono yako, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nimekuja mbele zako baada ya kujua tatizo langu lilipo. Nimekundua nimefungwa na laana za wazazi, laana za kimaeneo na laana za kimisingi, na kutoka sasa ninakuomba unisaidie safari hii ambayo nimeianza ya kujitenganisha na laana hizo zote. Nitafika kikomo, nitafaulu in Jesus name. Sema amen. Now you are free to go. Mimi kwangu nimekufugua. Sasa simu nipatie pesa ya kwenda kukunywa sasa. Bethel Clouds TV, empowering lives.